Maana hatuko kupoteza wakati, tunataka kuliponya taifa, tunataka tutembee na nguvu ya Mungu. Tumechoka kwa hadithi za kizee, tunataka mafuta, na tumechoka mazinga wembo madhabahuni. Tunataka wanaposimama madhabahuni wapoko mafuta, wananena neno la twende kwenye pointi kubwa. Pointi ya pili. Bwana Yesu asifiwe, mwana wa Mungu aliye hai. Leo Bwana, nimekuletea hii habari njema kwa ajili ya utukufu wa Bwana, na Mungu akuwezeshe kusikiliza neno lake, na mimi tu anitumie kama chombo kukukumbusha hizi habari njema za wokovu. Leo nataka nikukumbushe jambo hili. Hakuna familia au hakuna mzazi au hakuna ndugu yoyote anayefurahia mtoto wake anapoharibika. Hakuna mzazi anayependa mtoto wake awe changudoa wala awe malaya. Hakuna mzazi anayependa mtoto wake awe jambazi. Wazazi huzunika na hupata maumivu sana anapopata mtoto mwenye changamoto. Sasa changamoto hizi za wizi, changamoto hizi za umalaya, changamoto hizi za utapeli na uongo na mambo mengineyo yafananayo na hayo, asili yake ni kutoka kwa Shetani. Kwa sababu Shetani ndiye baba wa uongo duniani. Yaani hata kama utakwepa vipi, baba wa uongo duniani ni Shetani, na tupo naye hapa duniani, na Shetani anajua kwamba siku zake za kuishi ni chache. Anajua. Kwa hiyo anafanya juhudi kuhakikisha kwamba anapata wafuasi wengi ambao ataenda nao jehanamu ya moto. Sasa unapopata neema ya kulisikia neno la Mungu, ni wakati sahihi wa wewe kufanya maamuzi ya kuokoka na kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Kwa mujibu wa Yohana 3:16, neno la Mungu linasema hivi: kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ambaye ni Yesu Kristo, ili kila amwaminie asipotee, awe na uzima wa milele. Kwa nyakati za kumwamini Yesu Kristo ni leo, nyakati za kuokoka ni sasa, na wokovu ni leo. Hakuna wokovu baada ya kifo, usidanganyike. Kinachofuata baada ya kifo ni hukumu. Kwa sababu Mungu aliwatuma watumishi wake wakakueleza habari njema, wakakueleza habari ya upendo wa Yesu, wakakueleza habari za Kristo, lakini wewe ukaweka shingo ngumu. Na kwa bahati nzuri zaidi kwamba watu husikia au huamini kwa kusikia, huamini kwa kuona, na baada ya kuona matendo makuu ya Mungu, na ndipo wao hufuata hatua ya kuamua sasa kumfuata Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Kwa uhalisia ni kwamba hakuna wokovu mtu kisha kufa. Wokovu ni sasa. Sasa basi, nilielezea hapo mwanzo kwamba hakuna mzazi anayefurahia mtoto wake kuharibika. Hakuna mzazi anayependa mtoto wake avute bangi. Hakuna mzazi anayependa mtoto wake awe malaya. Hakuna mzazi anayependa kuona ndoa ya mtoto wake inaharibika. Hakuna mzazi anayependa kuona mtoto wake amekuwa kahaba, amekuwa malaya. Umalaya, ukahaba, uvutaji wa bangi, utumiaji wa madawa ya kulevya na vitu vyovyote vifananavyo na hivyo, huo ni mpango wa Shetani kuhakikisha kwamba anatengeneza kizazi dhaifu ambacho hakitokuwa na nguvu ya Mungu ndani. Kwa huyu baba wa uongo yupo duniani kwa ajili ya hilo, na ndio maana unaona wazi kwamba hata unaovuta sigara wenyewe, sigara imeandikwa ni hatari kwa afya yako.
lakini bado unavuta. Kinachokusababisha uvute ni nini? Ni roho ya shetani, ambayo huyo shetani baba wa uongo yuko hapa duniani. Anakupa kiu ya mambo ya dunia, anakupa kiu ya kufanya mambo ya usela, kuvaa milegezo, kufanya ushoga, kuiba, kuvuta bangi, kutumia madawa ya kulevya. Anakupa kiu kwa sababu yeye ni baba wa uongo na yupo duniani, na huwezi kusurvive katika eneo hilo kama huna nguvu za Mungu, kwa sababu neema ya wokovu. Na ndio maana Biblia imesema, enendeni ulimwenguni kote mkawafanye mataifa kuwa wanafunzi wangu. Na ukishakuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, maana yake yeye kupitia Roho Mtakatifu atakuwezesha kuacha dhambi. Kwa hiyo dhambi asili yake ni shetani, na yoyote anayefanya dhambi tafsiri yake huyu mtu amevamiwa. Ana uvamizi wa shetani, ana uvamizi wa nguvu za giza, ana uvamizi wa mapepo ya uharibifu ambayo yanaingia kwenye maisha yake kufanya kazi yaliyotumwa na baba yao shetani, ili kukamilisha mpango kazi wa kwenda nao jehanamu. Na kwa sababu shetani anajua na wakati mfupi sana duniani, kwa hiyo yuko na spidi sana. Na ndio maana leo ukiingia TikTok tayari kumekuwa na channel ambazo zinaendesha ukahaba, Facebook zinaendesha ukahaba. Watu wameweka kama ni biashara nyepesi, na kwa sababu shetani anajua eneo la ngono, eneo la mapenzi, eneo la hisia ni eneo ambalo wanadamu wengi ni rahisi kutekwa. Na kwa sababu mwili huu ni wanyama na unakula vyakula na unafika stage ambao unahitaji kuvitoa vyakula katika mwili, basi lazima shetani atumie huo mlango kuhakikisha kwamba anafaulu kuwateka watu wengi na kwenda nao katika jehanamu. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kuwasikiliza watumishi wa Mungu, lisikilize neno lake na fanya maamuzi magumu ya kuokoka, kwa sababu kuokoka sio ushamba. Kuokoka ni kutoka katika shimo la moto na kuja katika neema ya pendo la Kristo, ambaye hata ukifa leo atakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo usela sio ujanja, uvutaji wa bangi sio ujanja, utumiaji wa madawa ya kulevya sio ujanja, bali ni uvamizi wa shetani kwenye maisha ya mwanadamu. Kwa ukimwona mtu yote anafanya hivi, amini kabisa baba wa uongo ambaye ni shetani ameshatuma vibaraka vyake, ambavyo vibaraka vyake ni nani? Basi ndio hizo roho za uharibifu, majini, mapepo ambayo yanaharibu hatima hadi ya maisha yako. Kwa hiyo ukisikia neno la Mungu, fanya maamuzi ya kuokoka. Wokovu ni sasa na neema ya wokovu ni leo. Hakuna wokovu ukisha kufa. Baada ya kufa ni nini? Ni hukumu. Kwa hiyo ili tupate taifa ambalo litakuwa na nguvu kazi nzuri na ambao litaleta uzao wenye heshima, uzao ambao utakuwa na faida katika taifa na katika ngazi ya familia na katika ngazi ya ukoo, maana yake kwamba kila ukoo ukubali kumpokea Yesu na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Unapolisikia neno, maana yake ni neema imekuja kwako, inataka uwe sehemu ya kuleta ukombozi kwenye ngazi ya familia, ngazi ya ukoo, ngazi ya taifa na ngazi ya dunia kwa ujumla. Kwa mimi nikusihi sana, wokovu ni sasa. Kwa wewe ambao umepata bahati ya kusikiliza neno hili la Mungu, na mimi nimetumiwa tu kama chombo chake kukuambia kwamba wokovu ni sasa. Neema ya Kristo ikakutane na wewe popote ulipo. Uamini kabisa, kama ni kijana unavaa mlegezo, uamini wewe tu umevamiwa na shetani. Shetani anakupa starehe ya dunia hii. Shetani anakupa ufahari wa dunia hii. Ukiona wewe unavuta bangi, uamini kabisa umeshavamiwa na baba wa uongo. Maana yake uko kumtumikia yeye, hauko kutumikia kusudi lako la Mungu. Ukiona wewe ni kahaba, ni malaya, amini uko kutumikia kusudi la shetani
na kwa sababu huyu baba wa uongo siku zake za kuishi ni chache, anafanya kazi kwa spidi sana. Kwa kusema hivi, niseme Mungu akubariki sana. Fanya maamuzi leo ya kumpokea Yesu na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yesu aliyekuja duniani kuukomboa ulimwengu hana dini. Hana dini. Narudia tena, hana dini. Dini ni njia ya mwanadamu kumtafuta Mungu. Dini ni njia ya mwanadamu kumtafuta Mungu, lakini dini haina mbingu. Lakini kumbuka hili, kwamba Yesu ni njia na ni kweli na ni uzima. Yohana 3, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye Yesu Kristo ili kila amwaminie asipotee. Kwa hupasi kumwamini kiumbe chochote kilichoumbwa na Mungu, unatakiwa kumwamini Yesu Kristo mwenyewe na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kwa sababu yeye alishinda kifo na mauti. Alikufa akafufuka na akafufua watu, na yeye akatuachia Roho Mtakatifu kupitia huyo kuwa nasi tukifanyika kuwa wana wake, wanafunzi wake, tukaokoka, tukamwamini na tukaishi katika pendo lake, tutayatenda yale ambayo yeye aliyatenda. Mungu ni kiu yangu. Mungu akupe neema ya kuondoka kwenye usela. Unapoteza maisha yako, unapoteza uzao wako, na unapotenda hayo ukumbuke kwamba wewe ni baba bora wa baadaye, wewe ni mama bora wa baadaye. Kwa ili kutengeneza uzao wenye matunda mema, kunahitaji kujitoa kwa Yesu kwa kujikana. Hata wanafunzi 12 wa Yesu Kristo walipokuwa wanazunguka mataifa mbalimbali kuitangaza Injili, wengine walichinjwa, walifanyiwa mambo ya kikatili kwa ajili ya kuitunza heshima, kwa ajili ya kutunza imani, kwa ajili ya kutangaza ukweli wa Yesu Kristo. Ndio maana Biblia inasema ni heri mkono ukatwe kama unakuwa ni sababu ya kukutendeshea dhambi. Ni heri mguu ukatwe kuliko kiungo hicho kile sababu ya wewe kukosa kulisi ufalme wa mbinguni. Maana yake ni kwamba watu kwenye mwili huu, hata kama una Roho Mtakatifu kiasi gani, likija panga linaondoka na kiungo. Sijui anielewa vizuri. Linaondoka na kiungo. Lakini hawa wanafunzi 12 walipokuwa wanaenda mataifa tofauti tofauti kutangaza Injili, na mbaya zaidi walienda mataifa mengine ambayo kuna watu wakatili vibaya mno, lakini kwa sababu walikuwa na nguvu ya Mungu, wana neema ya Kristo, walipigania imani kwa kutengeneza uzao bora wa Kristo na kuwafanya mataifa kuwa wanafunzi wa Yesu Kristo. Na ndio maana hata mimi na wewe leo tumepata neema hii ya kulitangaza neno hili la Mungu na kuendelea kupigania imani. Mungu akubariki sana. Ni kiu yangu usiondoke duniani hujamjua Yesu Kristo au hujampokea Yesu Kristo na kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Amini tu kwamba Yesu ndiye pekee njia na kweli na uzima. Buddha, Ukristo, Uislamu, Mtume Muhammadi, wote hawa hawana njia ya kukupeleka mbinguni. Mwenye njia peke yake ni Yesu Kristo, hakuna kitu kingine. Kufanya ufanyavo, ishi uishivo, fanya starehe za dunia, lakini amini kabisa chochote unachokifanya kisichompendeza Mungu, wewe unamtumikia shetani kufanya kazi yake. Na kipindi kingine nitakueleza wainjilisti wa shetani. Nitakueleza wainjilisti wa shetani ambao wako Tanzania na wengine wako nje ya Tanzania, wanafanya injili ya shetani kwa ajili ya kuwavuta watu kuwa wafuasi wa shetani, lakini wakilitamka neno la Mungu na wakiamini yale matendo mabaya wanayoyafanya, anayowasababisha yatokee ni Mungu.
wakiamini kabisa vile wanavyoimba, vile wanavyofanya ni Mungu, lakini kumbe ni mungu wa dunia hii ambaye ni Shetani, baba wa uongo, anawatumia kwa viwango vikubwa sana kutengeneza wafuasi wake. Ni kiu yangu, njia ya kwenda mbinguni ni nyembamba na inataka kujikana roho, nafsi na mwili. Mungu akubariki sana. Ninakushukuru na endelea kufuatilia chaneli hii, na mimi nikusihi sana, endelea kusoma neno la Mungu na kujifunza neno la Mungu na kuwaambia watu bila kuchoka, kwa kutengeneza uzao ulio bora na taifa bora litakalokuwa na nguvu za Mungu na litakakuwa na uzazi bora, lakini si uzao wa kishetani uletao uharibifu katika taifa na dunia. Mungu akubariki sana. Ni mimi mwinjilisti wako Sefania Elasto Sakalani. Neno hili likazae matunda kwenye maisha yako. Amen. Maana hatuko kupoteza wakati, tunataka kuliponya taifa, tunataka tutembee na nguvu ya Mungu. Tumechoka kwa hadithi za kizee, tunataka mafuta, na tumechoka mazinga wembo madhabahuni. Tunataka wanaposimama madhabahuni wapoko mafuta wananena